ذكر الثاني ولقلبي شيخ نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hawa watoto waliopata shahada wasioni ndio shapata elimu ndio waanza kusoma sasa. Unajua matatizo makubwa vijana siku hizi wakishapata ile karatasi au neno shakuwa mwanachuoni, ashakuwa shekhe, hataki kusoma. Hii ni ibtidaia. Ashahada ni shahada ya kuanza, sio shahada duniaia. Kuna tofauti ashahada ibtidaia na shahada nihaia. Sasa wewe anza ndio klasi ya kwanza ukuchekechea wewe ndio shakuwa mwalimu. Nini ya shahada sili? Shahada ni kama kitambulisho tu, kama nini tu. Niko kwa umesoma ile mamlaka. Shahadatul mali ilmu. Shahada ya mtu ni elimu yake. Ile elimu ndio shahada. Ndio kuamsha shahada. Imam Shafi'i alikuwa na shahada. Imam Ghazali alikuwa na shahada. Kina Sheikh Muhammad Ayub alikuwa na shahada. Kina Sheikh Muhammad Bakar alikuwa na shahada. Mzee Imam Ahmad alikuwa na shahada. Habib Swadi alikuwa na shahada. Na mashekhi wote kina Sheikh Al-Uddin alikuwa na shahada. Wote mashekhi wetu walikuwa hawana shahada. Je, sisi wenye shahada tuweza wale ambao wasiokuwa na shahada? Shahada ni kitu, shahada tamarimu. Na wala usisome kutaka shahada ni kama ukitaka kazi na utakujieleza mbele kama kitambulisho tu, kwa sababu ulimwengu ulimekuwa shahada, ulimwengu ulimekuwa karatasi, lakini isikuguri ile shahada. Kama hawa bidaya wakatoka sasa kwa madrasa ataanza kusomesha shamasi bidaya, atasomea kama mitatu atashaanza kusomesha. Utasomesha nini? Utasomeshwa baada ya kusomesha. Wewe kusomesha kwa kusomesha wewe. Maana unajua kusomesha na fundi kifika na stage yako utafanya nini? Ile dunia yako iko ndogo na wale wasome na wewe umepata nafuta nataka kusoma zaidi itabidi naona jamaa fadhali ni maana fulani nasome nenda maana fulani nitakupatia papa utapatia papa basi tusomeshe pamoja ustadi na shekhe magendo salama wake akiona wamkera watasoma basi sasa somesha sasa na tuko pamoja na ndio patikana watu elimu chache wakashindwa kuwasomesha watu. Kuna mmoja kwa Qur'ani hatipati mwalimu, sasa ni mudiri haswaye, basi Qur'ani ikifika wadhuha basi hasomishi tena. Hapana mjistata kwenye tena alhamdu, hata mjistata siku zote ndio ndio alhamdu mpaka wadhuha, maana kuna walevi wako mchana usiku wapiki kabisa kama sasa mimi hana cha kuwasomesha tazama. Utasomesha wewe unamsomesha mwanafunzi tena umsomeshe mwanafunzi akushinde. Unajua katika alama mwalimu kufaulu ni alama mbili. Alama kwanza ni mwanafunzi wake kumshinda kwa elimu. Fani zile zote kumshinda ni fani fulani utakuwa kwa mwanafunzi kumshinda mwalimu kwa fani fulani. Basi mwalimu ndo ana ikhlas na ndio mwanafunzi akamshinda. Sisi kushinda kashinda. Mwangalie Al-Khalil bin Ahmad mwanachuoni mkubwa amemsomesha Imam Sibawai, amemsomesha nahwu akamsomesha, basi Sibawai akaja akaipata nahwu mpaka shekhe lake Al-Khalil bin Ahmad akawa hamwezi shekhe lake. Yani Sibawai amesoma nahwu akamshinda shekhe lake Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil wako karibu wanne, wote ni wapokezi, wote ni piki. Hata ile neno liliambiwa warajul yadri wala yadri annahu la yadri, basi fadhalika jahilu fatidu. Kuna mtu ajui na hajui kwa hajui ni mjinga wala msukumeni. Na wengine wajua kwa hawajui basi wasomesheni. Na wengine ajua kwa hajui msomesheni. Na wengine lakini hajui wala hajui kwa hajui basi utamsomesha nini? Ndio tuambia kule jahil basit na jahil murakkab. Mtu jahil basit ni yule asomao, lakini jahil murakkab ni yule hajui wala atakwambia hajui. Nile kile kusema sijui basi hawezi au lizani yote atakafatwa au atafetua kama nilivyoambia na Sheikh Bulbul atafetua vile. Unajua kufetua kama bomu tatarusha vile. Atajibisha vile ana mmoja anauliza akamwambia mtu ameolewa kwa siri, mwanamke ameolewa kwa siri.
kisha akaja akafa yule, pia anaenda, akasema anaenda huyo. Kwa nini ateko lokosira anaenda gani? Ndio mtakani. Lakini baada ya kana mtakani akazitunga faulu mafa'il mustafil zote zikatungwa. Kisha lafu akarudi akamwambia haya, sibawezi kumshinda kwa nahu, hana mimi nakupa nahu mimi. Tuambie bahari gani? Na Waarabu kabla Uislamu kutunga mashairi, maswahaba kutunga mashairi, lakini kwa hawajui ni bahari gani. Wajua mezani, lakini ni bahari gani? Wala sema bahari sio bahari ya kuogelea pwani jamaa, bahari ya mashairi. Ndio mmoja alitunga mashairi akampekea marhum Said Hassan badala, akaambia nisoishie sana, akamwambia haya mashairi yako yalikuwa mazuri, hata sijui nianze kufisha mwanzo mtashari, nimeshinda kuwasaisha. Bila kafreka mwana asema harufuisha baki kwa sana, kumbe ni mzuka, kumbe yote na makosa tasha vipi yote na makosa. Ndio basi jinsi ya mwanzo na mwisho yakana jinsi ya mwanzo maji ni mazuri. Ngine akafunga kama Afrika shaka mashairi, akamana mbele bahari gani? Sheka akasoma ni bahari mjini. Bahari mjini. Kwa mwalimu afanye bidii na ni wanafunzi msoma. Kwa shida kwa hiyo ndio faida kwanza. Na faida pili ya mwalimu, hakuna mwalimu yoyote ila atatokea mwanafunzi wake atakuwa adui yake. Hilo hili. Lazima katika wanafunzi mmoja atakupinga, mmoja atakuwa ni asili yako, mmoja atakuwa ni kinyume na wewe, lazima. Na kama hujapingwa basi hujasomesha kisasa. Lazima mmoja atakuwa ukukutana, ukusudu, ukuambia kuna elimu, ukutukana, ukusingizia, ukubandikia. Na ndiyo ilivyokuwa Al-Imam Shafi, sababu ya kufa ni mwanafunzi wake. Mwanafunzi wake alikuwa akipenda sana Mshafi wangu, tena anampendaje kuandika kwa kazi yake. Basi Mshafi akatuma kwa kitabu maana fulani kwenye maktaba, yule akaja akamwambia sicho, akaenda mara pili, sicho mara tatu, sicho mara nne. Yule mwanafunzi akamshika kuchukua zile funguo za ngozi, akaja akamshia shete lake za uso, akapiga nazo za pua katika damu. Imam Shafi akaanguka, ndio sababu ya kufa ya Imam Shafi. Imam Shafi sababu ya kufa ni mwanafunzi wake. Sayyidina Ali anamuona Zahmani mmoja, Azahmani mmoja ni mwanafunzi wake. Sayyidina Ali ndio alifundisha Qur'ani, fadhila zake akamkata kichwa. Nabii Isa alimtongea ni mwanafunzi wake. Nabii Musa ni mwanafunzi wake, baada ya waraka kumwapinda shekhe lake na jamaa yake. Yaani hii ndio sunna Allah, wala tajida sunna. Kwa lazima mwalimu apingwe na mwanafunzi wake, na pia wala tuambie nyinyi wanafunzi kwa sababu ni sunna zetu ndio stadi. Na sasa hivi ni kwa elimu lazima ile sunna. Ndio tukimalizia, Al-Imam Shafi alikuwa na mwanafunzi wake anaitwa Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni mwanafunzi mkubwa, ni al-muhaddith, ni al-faqih. Wajua muhaddith, wajua kwa wengine ni mufti, kwa wengine ni mufti. Wajua maana muhaddith matoto hada mwenye kuna uwani ndio muhaddith. Hada wajua hada al-asghar al-rakba. Kwa kuna mufti na kuna muhaddith. Muhaddith ni muhaddith, lakini muhaddith yani watoto ambao ndizo aliondolewa ni muhaddith. Hebu tutolee sanadi moja kwa mtume akasema ana muhaddith kitabu, ati muhaddith ati akishika kitabu ndio tunasoma sana, lakini kwa moyo unapata sasa bali muhaddith. Kisikia mtu hafidh msud, mtu amepata hadithi laki moja sana na mama. Sasa Nabii Sulaiman alikuwa ni faqih hodari kwa fiqh, na wale mazetu wapate fiqh. Haya masala yanasoma leo ni masala ya fiqh, na wengine hawataki fiqh, bali wanazoona kama mtasema maskini fiqh imekufa, imezingwa na imefanya misoko siku tatu. Yaani watu wakipenda fiqh, kafanya tu fiqh basi utawaudhi. Hata ukienda darasa fiqh msikitini itakuwa kali kama imamu mamu. Watu wataka tafsiri, wanataka hadithi, wanataka siasa, wanataka kutukana, wanataka shida tajaa msikiti. Hii ni fiqh bali wale waliokuwepo msikitini watakusizia kusomesha fiqh. Basi Obama
akasomeshwa na Imam Shafi, akaririwa ilmu majele subra. Imam Shafi akamkariria Arabibu Suleiman, akamsomesha, akamkariria mlango mara 41, akamsomesha. Kala sasa Muhammad basi bwana, kichwa kigumu kama hiyo hazishiki. Ule mwanafunzi mwenyewe akaona haya, sasa lala nasomesha kote mimi hata sishiki, akainuka akaenda zake nyumbani. Lakini Imam Shafi alifanya subra, so mwalimu bwana shika kashika jembe ndio sana tapijembe utamdinga sababu ya kufukuza tu madamu hashiki. Unasumbua bwana kichwa maji ndio hakifuku. Ndio mmoja wa mwalimu kusomesha mwanafunzi katika alif b, akifika alif b mpaka mwisho la mali Hamza, basi mwanafunzi akamwambia Hamza, usema baba Hamza, baba akamchapa Hamza baba. Ule mwalimu akamsikia mzazi, kwa mwanao hii ni Hamza nikitamka. Ule baba kama mtoto mmoja Hamza, kama sikiza baba, wewe mwenyewe unaniambia sikuite kwa jina lako, na wewe waitwa Hamza, kwa mimi siwezi kutamka jina lako, usema baba baba. Hata kama mmoja jina lake tu Hamza, basi uta baba na ule kibati. Kwa hiyo alipokuwa ameshiba mara 41, akainuka kwenye darasa kuona sio kwa kibri. Maka watu wawili mimani la talamani, mimbida zisomi, kuna mimbida zisomi. Mujahid anasema mustahi wa mutakabbir, mtu mwenye kuona haya akisoma soma sauti ndogo, na mutakabbir mwenye kusikia sukari kujiona, atenda zake. Basi Imam Shafi kwani hakuvunjika moyo, alimuita akamwita nyumbani, akaanza akamsomesha na mpaka akazifahamu, mpaka akajua. Tena Imam Shafi akamwambia lao amkanani an utima kalemu la kwamtuka, lao kama kuwezekana nikakulisha elimu, yani nikakupa elimu nikulishi kama chakula, basi lakini haiwezekani. Uweze kwenda kusoma darasa mtu akakulisha elimu. Jibril peke yake kwa wahi mtume, tuna kitu wahi akitoa elimu, lakini mimi na wewe mpaka tupige goti na tuwe na adabu kwa elimu zetu, kuishi shehe lako adabu iweke mbele kushinda kusoma. Ndio yenyewe semaje, kadimu adabi yasuru ilmu wala ilmu la suhala, yani ukiwa na adabu basi usiri elimu yako. Hata kama una elimu na adabu utaonekana kusoma, lakini wala ilmu la suhala adab, lakini elimu ndio ukasoma hata ukapindukia upande wa pili, kama una adabu elimu yako imekwisha. Wala minkum, na mimi nimemaliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.